Ya, nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana. What is forex trading? How can I start forex trading? What should I do so that I start forex trading in 2026? Watu wengi ambao wananiuliza sana ni watu ambao watu wangu wa karibu, watu ambao nilisoma nao, watu ambao nakaa nao kwenye jamii. Wananiuliza, "Unafanya kitu gani? Unafanya vitu gani online? Every day you're just looking at your phone. What are you doing?" Yaani kila siku upo kwenye simu. What are you doing? So kwenye video hii hapa nitaenda kuelekeza what is forex trading, what you're supposed to do to start forex trading, what you should have ili uanze kutrade forex, na unatakiwa expect vitu gani kwenye forex market. Yeah, forex trading ni short form ya foreign exchange, ambayo ni soko la kimataifa ambalo fedha za nchi tofauti tofauti huwa zinabadilishwa. Kwa mfano, mimi nikitaka kwenda labda Uganda au Kenya au nchi yoyote ile, itanibidi nibadilishe pesa ya Kitanzania kwenda kwenye hela ya nchi ambayo ninapoelekea. Kwa mfano, kama ni Kenya itakuwa ni Kenyan shillings. Alafu nikitaka kwenda labda Marekani, itanibidi nibadilishe hela yangu ya kibongo kwenda kwenye hela ya Kimarekani ili niweze kuitumia nikiwa kule Marekani. That is what forex trading is. But forex trading ambayo naifanya mimi au ambayo nakuelekeza wewe ujue kwa sasa hivi, this forex trading huwa inakuwa done electronically na tena kidijitali zaidi. Huwa inafanywa kupitia simu, computer, laptops na vifaa vyovyote vile vya electronics ambavyo vinaweza vikatrack soko la finance. Na hizi devices ni naona kwenye hii forex ambayo tunaifanya, yani tunapata profit kwenye zile small price shift. Kwa mfano, dola moja Marekani kwa sasa hivi ni 2600 na point. Zile point zikawa zinatembea zile, sisi ndio tulikuwa tuna expect ku profit from those incremental price changes. And nitawafundisheni kwenye video zingine jinsi gani ya kusoma market na kuweza ku exploit opportunities mbalimbali kwenye trading. But like kwenye hii video nitaendelea kuwapa basic foundations of forex trading. So nice, now umeelewa what forex trading is. So the next stage is to understand the key players and how forex market moves. Key players kwenye forex market obviously wapo wengi, but kuna majors tu ambao nitaenda kuwataja. The first and the most influential huwa wanakuwa ni central banks za nchi tofauti tofauti. Kwa mfano kama Federal Reserve kwa upande wa Marekani, kuna Reserve Bank of Australia, kuna National Bank of Swiss, kuna European Central Bank kwa upande wa ukanda wa Euro ambao wanatumia hela ya euro, na kwa upande wa Tanzania tunaita BOT, Bank of Tanzania. Kwa hiyo hizo zinakuwa ni major players, lakini kuna player wengine ambazo ni commercial banks. Kwa mfano kuna JP Morgan, na hapa Ubongo kuna NMB, CRDB. Hizo benki nazo zina play role kwenye forex trading. The said player kwenye forex market hao ni retailers, pia kuna institutional traders, pia kuna brokerage firms, na pia kuna wapo wengi, but hao ni baadhi tu ya players ambao wapo kwenye forex market, na ni muhimu sana kama forex trader kuwajua hao players, kwa sababu hao ndo ambao utakuwa na trade against. Maana kwenye forex market every person is extracting money from the market, na hizo money zinatoka wapi? Zinatoka kwa wale watu ambao wana participate kwenye soko la kifedha. Kwa hiyo you need to be very, yani utakuwa uelewe ni players wapi ambao una trade against, unaona. Kama nilivyosema awali, kwenye forex tuna trade pairs, yani tuna trade currencies za nchi tofauti tofauti. Kwa mfano mimi nikitaka kwenda Kenya, nikitaka kwenda Uganda, natakiwa nibadilishe pesa. Kwa hiyo itanibidi niuze hela yangu ya kibongo ili ninunue hela ya nchi ambayo naelekea. Kwa mfano nikitaka labda kufuata mizigo labda Dubai, na itanibidi niuze hela ya kibongo alafu ninunue hela ya Dubai ambayo natumia wao. Kwa hiyo forex market yenyewe zaidi inavyo work sasa, inavyofanya kazi ili uweze zaidi tunavyo trade sasa kwenye forex, tuna trade currencies, tuna buy na kusell currencies at the same time. Na hizi currencies mara nyingi waga zinakuwa fixed in pairs. Unakuta pairs kama GBP USD, yani Great British Pound pamoja na US dollar, ambayo ile ya kwanza kama price ikiwa inaenda juu, timisi inakuwa inapanda thamani ile GBP, na
at the same time USD inakuwa inashuka thamani at the same time. Lakini ikiwa na ile graph ya GBP USD ikiwa inashuka chini, it means USD is gaining in strength over GBP. Na hivyo ndio forex market wage na wako. Kwa hiyo utakuwa we as a trader or identify kwamba which currency within a certain pair ambayo inaenda ku lose strength over time au inaenda ku raise strength over time, kisha unaibuy hiyo particular pair. Kwa hivyo ndo zaidi tunavyofanya, lakini kuna a lots of pairs. Hizo pairs ambazo unaweza ka trade, lakini sio kila pair unatakiwa trade. Ni chache tu unatakiwa uzijue na trade. Sana kama ni newbie unatakiwa ujue zile 7 major trading pairs. Na hizo 7 major trading pairs kuna GBP USD, Euro USD, kuna USD CAD, kuna NZD USD, kuna AUD USD. Pia kuna USD CHF na USD CAD. Ukizijua hizo pairs then ni enough for you. Sio lazima ujue kila kitu kwenye forex ndio uanze kutengeneza pesa. Uko na pair yako, afu uko na vitu vingine ambavyo necessary ambavyo utakuwa navyo, unakuwa successful. That is how, yani less is more in trading. Paka stage nilipofikia hapa, unaweza kuwa unajiuliza, kwa hiyo mimi ndaingiaje kwenye soko la kifedha? Nitaparticipate? Kumbuka forex market is a global market. Na kama ni global market, yenyewe inakuwa open 24 hours 5 days a week. Yenyewe inafunguliwa, inakuwa open from Monday. Tena sio Monday, wage inakuwa ni Jumapili mida kama saa 7 usiku kuelekea saa 6 usiku kuelekea Jumangapi? Kuelekea Jumatatu. Kwa hiyo inakuwa imekuwa opened. Kwa hiyo ukifunguliwa pale hivi inakuja na close Ijumaa New York time, ambao wage inakuwa ni Ijumaa jioni. Kwa upande wa East Africa hapa kibongo mara nyingi wage inakuwa ni almost kama Ijumaa usiku mida kama saa 5 saa 7 hivi. Kwa hiyo inakuwa closed. Inakisha close hapo hadi next week Jumatatu tena hivyo na inaendelea. Lakini unaweza kusema kwamba kama inakuwa open muda wote hivyo, so I can make a huge money at the end time. Huo ni uongo, kwa sababu forex inakuwa active kwenye sessions 3 tu. Na hizo session kuna Asian session, kuna London session na New York session. Kwa upande wa traders kutoka East Africa na Tanzania kwa ujumla, wanatakiwa wa specify na wa concentrate kwenye sessions mbili. Na hizo sessions ni London session pamoja na New York session. Kwenye London session, almost mara nyingi London session inaanza kama saa 4 kuelekea saa 5 kwenye muda wa Kitanzania, kwenye masaa ya Kitanzania na New York session yenyewe inaanza mida ya saa 9 muda wa Kitanzania. Kwa hiyo ukiwa sokoni hapo ndo kutakuwa na volatility kubwa, utakuwa na uwezo wa ku capitalize ya ku enter trades na ku exit trades zako. Lakini kwenye Asian session kuna low volatility na liquidity is very very low, kwa sababu many of the banks na players wengine wanakuwa hawapo active kwa muda huo. So mpaka hapa nahisi umeelewa what is the forex trading, what you should do to trade forex, what you should have, yani vitu gani uwe navyo ili uanze kutrade forex, na unatakiwa yani na pia umejua ni jinsi gani unatakiwa uuze au useli au fanyaje ndio upate faida kwenye forex market guys. So next time nikija kutengeneza video nyingine, nitatengeneza video ambayo itawaelekezeni ninyi jinsi gani ya kuchagua ma brokers wazuri, jinsi gani ya kutumia TradingView, MetaTrader 4 na kutumia software zingine mbalimbali. Yaani kikubwa hii hapa video ikienda viral, mtu nyie mkipenda, then nitatengeneza ile video nyingine ambao nitawaelekezeni A to Z.